Kandizi ule basi. Madam, mimi nimeshiba. Kidogo tu. Kweli tena. Mimi nishakula. Madam, mimi labda niende direct kwenye pointi au kwenye lengo lililonifanya nije hapa. Kiukweli mimi nimesomea kazi ya ualimu, lakini mpaka sasa hivi bado sijaajiriwa, yani sijapata kazi. Nikakaa nikafikiria, nikaona kuendelea kusubiria ajira nitachelewa sana. Kwa hiyo nimekuja hapa kwako. Nilikuwa naomba unisaidie kazi yoyote tu nifanye mradi nipate pesa. Sasa unaogopa nini? Wewe si unatafuta kazi? Mimi nataka nikupe kazi. Au wewe sio mtu wa kazi? Madam, mimi ni mtu wa kazi. Oh. Kumbe wewe ni mtu wa kazi. Haina haja ya kuogopa wala kusita kwa sababu wewe ni mtoto wa kiume. Sasa twende chumbani nikakupe kazi. Chumbani? Hapana. Mtaala, mbona unataka kuvunja nazi na wakati tuliokubaliana bado haujafika? Unataka uniambie masao makubaliano tuliyopanga, si ndio? Hapana. Nakumbuka kila kitu. Lakini bado siku 7 mtoto atimize miaka 5 kamili. Na hiyo nazi inapaswa kuvunja siku ya kuzaliwa kwake na sio leo. Hicho unachokifanya unakosea sana mtaalamu. Nikajua mmejisaulisha. Sasa nenda kamwambie mwenzio zimebaki siku 7 tu. Sawa. Nitampelekea taarifa. Nenda. Madam, mbona unanisukuma sasa? Wewe uliniambia unakuja kunipa kazi huku chumbani. Kazi gani sasa hiyo? Hivi, kwani wewe ni mtoto? Au unachotaka kufanya wewe uelewi nini? Wewe si ni mtu mzima kabisa. Acha hizo bana. Alafu, ukikubali moja kwa moja unapata kazi. Ayaona. Umenishtua. Feti. Unataka uniambie mpaka leo hujanizoea tu? Unaenda wapi kwanza? Nilikuwa naenda kununua vitafunwa ili nikanywe chai. Oh, ungekuja Kilingeni pale. Mandazi hapo kibao, ukitaka mikate, chapati, mandazi ya Baresa, yote hapo. Sikujua kipenzi changu, ningekuja. Alafu, nilikwambia ukitaka kuonana na mimi, jaribu basi usije na hizo nguo zako lakini sipendi. Hakuna kipenzi.
ila kuna mtu nilitoka kumshughulikia na ndo ninarudi Kilingeni. Alafu mitihani mnaanza lini? Mitihani tunaanza Jumatatu. Jumatatu. Usisahau basi kuja kuchukua zile dawa zako. Maana naona sasa hivi zimeanza kuisha nguvu. Kwani muhula uliopita ulikuwa ngapi? Niko mtu wa pili. Umeona sasa? Inabidi uwahi kuja Kilingeni ile dawa iwe mara 2 yake. Mimi sitaki ufeli kipenzi changu. Na huyo aliyekupita huyo nataka nimfinye. Msimuone tena shuleni. We madam wewe. Mi sitaki bwana wewe, mi sitaki huko. Hapana, mi sitaki bwana madam. Mi michezo hiyo hapo mi hata sitaki bwana. Mi siwezi nikafanya hivyo vitu. Alafu kwanza mi na mpenzi wangu, mi sitaki kumsaliti mpenzi wangu. Kama kazi yenyewe ndo hiyo hapo mi sitaki bwana. Basi sawa. Nakupa kama homework. Nenda kae ufikirie. Ukipata majibu utarudi. Salma, ujambo? Si jambo, shikamo. Marhaba. Salma mwanangu, naomba usogee pale niongee na mama na baba. Nenda na mzigo. Shamimu, muda mchache uliopita nimekutana na mtaalamu. Tena akiwa anataka kuivunja ile nazi. Toba, anataka kuvunja nazi? Ndiyo. Mtaalamu, nimemleta rafiki yangu. Ana tatizo. Na tatizo lake anahitaji mtoto. Na kibaya zaidi, mume wake amesema asipompatia mtoto atamuacha. Kwa hiyo tupo hapa kutaka msaada wako. Ni kweli kabisa mtaalamu. Ndoa yangu ina shida na mume wangu anataka kuniacha kwa sababu ya mtoto. Sina hata amani, naomba unisaidie. Na mbaya zaidi, ameniambia nisipompatia mtoto ataenda kuoa mwanamke mwingine, na mimi sitaki kuruhusu hilo litokee. Naomba nisaidie mtaalamu, kwa gharama yoyote ile mimi nipo tayari kutoa. Niliona ujio wenu na matatizo yako yote najua. Mumeo anahitaji mtoto na wewe umeshindwa kumpatia kwa sababu kizazi chako lilia chips. Hivyo mimi nina uwezo wa kukusaidia, lakini ni kwa masharti. Je, utaweza? Nipo tayari kwa sharti lolote lile mtaalamu. Nitakupatia dawa ya nazi. Na hiyo nazi itakupa mtoto, ila hatodumu. Ataishi ndani ya miaka 5 tu. Kisha tutaipasua hiyo nazi na tutamchukua mtoto wetu. Je, upo tayari kwa hilo? Nipo tayari mtaalamu, kwa sharti lolote lile, mradi nimpate tu mtoto. Basi vizuri. Ngoja nikupatie hiyo dawa. Lakini ukienda kinyume na makubaliano, nitakufinya. Utatoweka kwenye dunia hii. Umeiona hiyo dawa? Hiyo dawa usije ukaifuta mpaka unapofika mlangoni kwako. Na sijui kwa nini anataka kufanya maamuzi ya haraka hivi. Ila katika kumbukumbu zangu bado kuna siku 7 mbele.
kwa sababu mimi ilibidi nimueleze ukweli kuwa bado kuna siku 7 mbele. Madai yake alikuwa anatikisa kibiriti ya juu ya akili zetu. Cha kufanya ni kufunga mkanda, kumfuata alipo, tujue nini tunafanya. Sawa? La sivyo utampoteza mwanao. Au shogangu upo tayari kumpoteza mwanao? Sawa baby, nitakuja. Napenda tabasamu lako. Njoo nikisi basi. Nazo dawa zako. Mimi naogopa. Umeanza. Kwani hujanizoea tu? Njoo basi. Tatizo lako wewe shoga yangu. Umezidi unyonge Sham. Hebu changamka basi. Ulikuwa unalilia mtoto, mtoto. Nimekupeleka kwa mtaalamu. Umepata mtoto, unajisahau. Matatizo ndo kama hayo. Mimi akija kutokea ndugu yangu na kubwaga. Yaani nakwambia ukweli, na kubwaga. Habari ya kuanza kupitishana kwenye majalala, mimi mwenyewe pia na familia. Nimeshakusaidia vya kutosha sana Sham. Sawa shoga yangu, nimekuelewa. Nitajitahidi kati ya leo ama kesho nifanye juu chini twende huko. Maana hapa ninavyokuambia, Baba Salma ameenda kununua vitu kwa ajili ya siku ya mtoto ya kuzaliwa. Hata sielewi mtoto akifa ndo siku hiyo naiweka wapi sura yangu mimi. Nishachanganyikiwa. Sham rafiki yangu, nadhani unajua nakupenda sana. Pia sitaki umpoteze yule mtoto. Kwa kilichobaki ndani ya hizi siku 7, please Sham. Mguu wako, mguu wangu, tunaenda kwa mtaalamu. Yaani ni kufunga mkanda, ngingingi, nganganga. Sawa? Sawa rafiki yangu kipenzi. Mimi nimekuelewa. Nitajitahidi. Acha niwahi. Katiti, nimechoka. Hivi wewe mwanaume, nikuvumilie mpaka mara ngapi? Nikuvumilie mara ngapi? Yaani tuna mwaka wa 5 sasa hivi. Huja hata kununulia nguo ya ndani. Hata vile viatu je kununulia. Kila siku nazunguka nao makaratasi yako. Halafu shida yako wewe ni moja. Unachagua kazi. Hivi hapa mtaani kuna kazi nyingi tunaweza kufanya mpenzi wangu. Lakini wewe umeng'ang'ana na hao makaratasi yako. Hivi wewe kweli utapata kazi ya kuajiriwa kweli wewe? Hebu jichanganye. Mtaani hapa kuna kazi nyingi tu za kufanya. Unaweza ukafanya, usichague kazi, mchagua jembe si mkulima. Kwa hali hii na ile ahadi uliyoiweka kwamba utanioa, hivi kuna ndoa kweli? Mpenzi wangu Sofia, sio kwamba mwenyewe naipenda hii hali. Mimi mwenyewe naumia sana. Natamani nikudumie kama wanaume wengine wanavyowahudumia wapenzi wao. Sasa leo mpenzi wangu unapoanza kuanza kunilaumu hivi, wakati mimi mwenyewe hii hali siipendi, unakuwa unanikosea. Mimi nafikiri wewe ndio ungekuwa mtu wa kwanza kabisa mimi kunitia moyo na kunifariji na ujue namna gani unaweza ukanisaidia. Tanina, mbona nashindwa kuelewana na mama yangu? Hivi kweli mimi niwe kila siku wa kuzungumza na wewe swala moja? Alafu kinachoniuma zaidi ni miezi 6 sasa toka umeniambia unanifikiria. Hakuna mrejesho wote kuhusiana na jibu langu. Hebu nielewe basi, nakupenda mimi Tanina. Mbona unashindwa kuniamini? Lakini Peter, mimi na yeye tushaliongea hili swala na nikakwambia unipe muda wa kulifikiria na kuchunguza, bado na kuchunguza Peter. Mfano pale shule, umekuwa na mazoea na kila msichana. Wewe unadhani mimi nitakuamini vipi? Tanina, kumbuka mimi pale ni Monta. Na kila sababu ya kuwa mcheshi na kila mmoja ni mheshimu na kumpenda kwa nafasi yake. Kuwa na mazoea pale shule haimaanishi wote ni wanawake zangu. Hata kama ingekuwa ni wanawake zangu, ina maana ni kulikuwa na faida gani kukwambia wewe na kuhitaji? Mimi nakupenda wewe, nahitaji kuwa na pamoja na wewe. Hebu nielewe, nakuomba tafadhali Tanina. Sio ni sababu ya wewe kuwa na haraka katika hili. Naomba uendelee kuvumilia. Nitapoona muda umefika, nitakupa jibu, sawa? Unajua mimi nimechoka sana kulivumilia hili swala. Yaani muda wote nakuwa naongea na wewe swala moja tu mpaka nashindwa kuelewa. Tanina. Peter, acha mimi niende. Tutaongea vizuri kesho shule, sawa?
Femina. Kwanza nilipokuona moyo wangu kasonona, nikafikiri nitakupata. Haki ya Mungu nakupenda, nifanye nini niwe nawe, hata moyo wangu unaniuma. Nilipokufuata mimi hukunibania, ukanipa nafasi nikakwambia kinachonisibu au kunisumbua. Ni kweli mimi sikatai, umenisaidia sana na unaendelea kunisaidia. Lakini na imani hata mimi mwenyewe siku moja nitakuja kukusaidia mpenzi wangu. Hebu ungejaribu kuendelea kunipa muda, mimi mwenyewe naumia. Sio kwamba labda eti sina imani, na imani kubwa sana. Na najua siku moja nitakuja na mimi kufanikiwa katika hiki ambacho nakiamini. Kwa hiyo mpenzi wangu, ungeendelea tu kunipa muda, unipe maneno ya kunitia moyo, na mimi pia nijisikie. Sio unaponifanyia hivi mimi naumia. Maneno yako ni yale yale yanajirudia Katiti. Sikiliza nikwambie. Nakupa wiki hii. Nakupa wiki moja. Usipopata kazi ya kueleweka, mimi na wewe basi. Sitaki tena mahusiano na wewe. Siku ya kwanza nilipokuona moyo wangu kasonona, nikafikiri nitakupata. Haki ya Mungu nakupenda, nifanye nini niwe nawe, hata moyo wangu unaniuma. Nilipokufuata Sasa hizi mtaalamu. Salama. Bwana mtaalamu, mimi nimekuja hapa na shida moja. Najua watu wengi sana wanawatafuta wataalamu kwa ajili ya shida zao mbalimbali kama magonjwa, lakini pia ili kufanikiwa kwenye mambo yao tofauti. Lakini mimi nimekuja na utofauti kidogo. Mimi nimekuja hapa mtaalamu, mimi ninaomba kazi katika kilinge chako. Kwa hiyo wewe hujaona mabwana wote hapa mtaani mpaka utembea na shemeji yako? Shemeji yupo wewe unamzungumzia wewe? Kwa hiyo mganga Ludo au unajitoa ufahamu? Kwa hiyo unakaa unajitaka kuwa mganga Ludo bwanako. Usichokijua, mganga Ludo anakutumia tu, mimi ndo mpenzi wake. Yaani kwangu kafika. Upo. Tena usijisaurishe kabisa. Tena ukae utulize komwe lako. Mganga Ludo ni wangu. Upo. Jamani, maki kwanza hapo nicheke. Haya, shoga yangu nikwambie, wewe ndio anakutumia sasa usichokijua. Lakini mimi ndo kila kitu kwake. Ndo jongo mkaliaini, ndo malkia wake. Lakini wewe anakutumia shoga yangu. Na mtendo unaofuatia kama kawaida naendelea kuwabaruza. Kuanzia form 1 mpaka form 4, namba moja naishikilia. Utaniambia nini shoga yangu? Na mpenzi wangu ni huyo mmoja Ludo. Haya, mimi naye nani anachezewa hapo? Kwa kutubaluza kwa kuanzia form 1 mpaka form 4 ndio nataka ulete sasa hivi. Kwa taarifa yako kwa sasa niko na mganga Ludo. Kwa huko kutubaluza kwako huko usahau kabisa. Kuanzia sasa mimi ndo nitashika nafasi ya kwanza. Ukae ukilijua hilo. Kweli mimi nimesoma na elimu yangu ni ya juu sana. Lakini na takriban miaka 7 sasa siajiliwi, yani sipati kazi. Nimekuwa mwalimu wa kujitolea tu. Lakini nikakaa nikafikiria, nikaona ya mambo ya tiba za asili kidogo yanalipa. Kwa hiyo kama hutojali mtaalamu, mimi nilikuwa naomba unipe ajira katika kilinge chako. Vijana kama nyie huwa mnadharau sana waganga.
ila nimependa maneno yako kijana. Inaonesha kijana wewe ni mtu wa kazi. Huwezi ishi bila kazi. Karibu tufanye kazi. Unakaribishwa kijana. Kwa sababu nilikuwa na kijana wangu hapo, ila ameshahitimu. Sasa hivi ana kilinge chake Sumbawanga. Kwa hiyo unakaribishwa kijana wangu. Kila kitu kitakuwa sawa. Mtaalamu, nitashukuru sana kama utanipa hiyo nafasi, kwa sababu mimi ni mtoto wa kiume. Kukaa bila kazi ni uongo. Ni lazima nifanye kazi. Kwa hiyo nipo tayari. Basi unakaribishwa. Nashukuru sana mtaalamu, lakini nilikuwa na swali kidogo. Vipi? Naweza nikahamia leo? Unaweza ukaanza leo kijana. Hata hivyo nilikuwa na safari ya kwenda Sumbawanga kuchukua dawa. Hivyo itabidi tuongozane. Hamna shida mtaalamu. Basi mimi leo nitafika hapa. Japo wakati nakuja njia zilikuwa zinanisumbua, lakini na imani muda nitakaokuja tena nishaikalili njia. Acha mimi niende. Unakaribishwa. Haya, lakini ninachokushauri tu shoga yangu, achana na Rudo. Maana unachezewa hapo, akikuchoka anakuacha, lakini mimi haizi kuniacha hata siku moja. Na miaka 5 niko na Rudo. Utaniambia nini? Unachekesha sana. Hizo ni porojo tu shoga yangu. Tutaona muula huu nani atakayewakimbiza. Alafu kati ya mimi na wewe nani anachezewa? Sitaki kuongea nikamaliza maneno. Muda utaongea. Haya shoga yangu jasiri. Endelea kupambana. Ngoja tu. Zuliati, najua tumeingia kwenye mahusiano na tupo kwa muda mrefu sasa. Na tuliingia kwenye mahusiano ukiwa unajua kwamba mimi ni mtu ambaye nipo kwenye ndoa yangu. Nimekaa nimefikiria, nimeona haina haja ya kuendelea tena kuwa msaliti wa ndoa yangu. Kwa kilichonileta hapa niko kuambia tu kwamba mimi na wewe kuanzia sasa mahusiano yetu yaisha tu kwa amani. Hivi unajisikia kweli wewe? Kirahisi tu eti mimi na wewe nataka tuachane. Maxi, mimi na wewe hatuwezi kuachana. Siri ya maisha yako, siri ya uhai wako, ukubwa wa uwezo wako unatokana na kitovu. Alafu leo hii unakuja kuniambia tio mjomba kitovu sikioni. Kaka, mbona unajitoa ufahamu? Unataka kuniambia ujui kilipo kitovu cha mtoto wako? Nikajilipa juu kwa juu mimi nikapita naye. Mpende mwanaume kwa namna moyo wako unavyotaka. Baba zima linalilia mapenzi. Yaani ukiniona kama jitu, kumbe kama dudu. Hebu toka hapa. Usipokuwa makini, mwanao utampoteza. Nini mna shida na kitovu cha mwanangu? Cha nini? Wewe ndio una uwezo wa kukichukua kitovu. Nitatafuta namna nyingine ya kujua kitovu cha mwanangu kimeenda wapi. Labda tu kitakupo kimeanguka huko ndani. Ila mimi siwezi kufanya upuuzi kama huo. Eti kisa umetembea na demu wake. Kwa nini uweke maisha yako hatarini kwa sababu ya kitovu? Nimekitafuta mwanangu. Nimekitafuta mwanangu. Sasa nakupa siku 2 tu. King Mtasingwa Computers ni wauzaji wa kompyuta aina zote, yani laptop na desktop. Pia wanauza printers aina zote, kamera aina zote na accessories nyingine nyingi kwa bei ya jumla na rejareja. Tunapatikana Kariakoo, Dar es Salaam, pia mikoani tunatuma kwa uaminifu mkubwa sana. Karibu ujipatie bidhaa bora. Kwa mawasiliano, piga simu au WhatsApp namba 075 379 7329
Pia unaweza kutembelea kurasa zetu za mitandao ya kijamii kama Instagram na Facebook kwa jina hilo hilo la King Mtasingwa Computers. Karibu sana, kwetu mteja ni mfalme.